Tumeumbwa kwa ajili ya kusaidiana na kuonyesha upendo wa Mungu. Mayatima wasiachwe nyuma, wenye huzuni wapate tumaini. With God we can do it. Ujambo ndugu mtazamaji wa With God We Can Do It TV. Habari za muda huu? Natumaini upo mzima wa afya kwa kuwa Mungu bado pamoja na. Basi karibu kufata yale ambayo yanajiri mjini Kasenga, mahali ambapo tumekuja kumtembelea moja kati ya Nyabade Aiza Nyasha ambaye amebahatika kujifungua mapacha, watoto wawili wa kiume, na vile vile mmoja akaja kukumbwa na janga la magonjwa uvimbe wa kichwa. Basi kaa nami mwanzo hadi mwisho ili upate kujua ni yapi yaliyojiri na nini chanzo cha magonjwa haya. Naam. Jambo mama. Jambo sana. Unaweza ukajitambulisha? Kwa majina naitwa Nabindu Apolline. Naam, Nabindu Apolline, sisi With God We Can Do It TV tunatoa mkono wa pole kwanza kwa haya unayoyapitia na matatizo haya ambayo mwanawe yameyakumba. Asante kwa mkono wa pole. Naam, Nyabade, unaweza kutupa historia fupi, ni nini chanzo cha magonjwa haya? Yaani magonjwa inatokana na nilijifungua watoto wawili wa mapacha wa kiume. Wakati nilijifungua sasa katoka mwenzake mmoja njotoi alikuwa anafinyiwa sana na mwenzake. Ikabidi wampeleke kule kuneo, wakampeleka, wakamtia mkuveze. Sasa walimtia mule mtoto, yani hali haikuwa sawa. Hali baada ya siku ikaenda inabadilika. Sasa ilienda inabadilika. Mtoto akakuwa anamuongeza pumuzi kila siku, kila saa. Yani tukaingia mule tukafanya mwezi mmoja na wiki moja. Mungu akasaidia tukatoka. Wakati tulipotoka tukakuja hapa nyumbani. Sasa tulifika hapa nyumbani tukaikaa kabisa. Wakati ilipofika miezi misita, nikaona mtoto anaamuka fasi moja kunapondekana. Sasa nikauliza mama, hii inatokana na nini? Mama akasema labda hii wakati alikuwa hospitali, swate mwili njoo inaanza iko na kuja inajifunga. Sasa mama aliniambia hivyo, nika relax, nikaikaa kabisa. Kukapita ingine wiki, nikaona ingine fasi kunatoka vile vile. Nikajaribu tena kuuliza mama tena kanijibu vile vile. Gisi siku ziko zinaenda zinasogea mbele, nikaanza ona mtoto kichwa inaenda inanenepa. Sasa kichwa inaenda inanenepa, ikanibidi nimpeleke hospitali. Sasa nilimfikisha, wakaniambia hii ni probleme ya hidrocephali. Yaani maji iko mkichwa na hapa inahitajika waende wakaitoe Burundi. Bakaniandikia transferi. Sasa niandikia transferi ya Burundi. Bakaniambia mama, tunakuandikia transferi lakini uende na makuta kabisa. Yaani uende unapakia. Bakaandika. Tukatoka pale hospitali tukakuja hapa nyumbani. Kule hospitali kwanza bakatuambia tuende na $100 ya kumpitisha kupipimo. Tukafika hapa nyumbani nikatafsiri gisi walivyoniambia kwa hospitali. Bakasema sawa basi. Bakatafuta kabisa hiyo $100, Mungu akasaidia ikapatikana, tukavuka Bujumbura. Sasa tulivuka Bujumbura, kufika kule wakatuambia ni ile magonjwa ya hidrocephali. Na gisi ni ile magonjwa na inahitajika mtoto atunziwe mapema sana hivi angali mdogo, kwa sababu akiwa mkubwa habitawezekana tena. Tukaikaa pale wakatuambia ile tio ambao wanamtia, yani ambao watakao mtia tio banauzaka $50. Bakatuambia na kitanda ni kila siku kulipa. Bakatuambia na makuta ya kuonana na daktari, na makuta ambao tutakao lipa pale ikakia kutana inanguka mu $800. Jaba ikasema hapana, kwa sasa tujakuwa na makuta, kumbe turudi kwanza tuende tupiganishe tuangalie gisi bitakuwa. Tukatoka huko tukafika hapa nyumbani.
Jamaa ikaikaa chini ikasema sasa hapa ni kutafuta makuta polepole, tuangalie kile kenye tutafanya. Na ndo hivyo gisi niko hapa nyumbani na huyu mtoto, ndo kwa kifupi. Na Nyabade, vile vile nikupe tena pole kwa kuwa unayoyapitia ni mazito sana na sio wewe ambayo uliyoyahitaji yawe hivi. Bwana, ndugu mtazamaji wa If God Can Do It TV, yatia huruma sana, yahuzunisha. Mtoto huyu alizaliwa yupo vizuri, kana kwamba siku baada ya siku ndo hali hii ikawa inaenda najitokeza, na kama mlivyosikia Nyabade alivyojifadhiria, kuna uhitaji wa pesa, yani kunahitajika pesa nyingi sana ili mradi huyu mtoto aweze kuwa salama kama vile ambavyo alivyozaliwa. Na Nyabade hana mtaji, aidha hana kiwango cha pesa kama na kile, ili mradi aweze kutibisha mtoto wake. Na tutakwenda vile vile kusikia zaidi kiundani yale yanayojiri. Na Nyabade, je, kuna watu ambao wameshawahi kufika hapa kuja kumangalia mtoto? Ndio, kuna watu ambao wameshafika hapa, serikali imeshafika. Serikali katoa mkono wa pole sana, ukaniaganisha kama watanipatia $200, lakini hiyo makuta sijaiona. Na ingine maonje ambayo ishafika hapa, onje nyingi sana iko na kuyaona, inasema itanisaidia, lakini wakitoka hapa na basi wanaenda, na sijui lolote kinachoendelea kwa ambapo wako. Yani ni vitu vya huzuni sana. Yahuzunisha sana kwa kuwa hali hii sio hali nzuri. Hata mimi mwenyewe najihisi pia kulia. Na Nyabade, ni ugumu gani ambao unaopitia kwa kulea mtoto wako huyu na hali hii ambayo yupo ndani kwa sasa? Magumu ambao naipitia ni kwa sababu huyu mtoto haikaagi. Yeye ni kulala tu, yani kichwa kiko kikubwa, kichwa kiko nzito sana, yani akimperimetre hata kuikaa. Na chakula ambayo iko napatikana hapa nyumbani ni kupata kwa neema zake Mungu. Ni neno gani ambao unaweza kuambia watu wanao kuona aidha na kukufuata saa kama na hii kufuatana na tatizo za mtoto? Neno ambao nitaweza kusema wala kuomba, ninaomba msaada kwa wandugu zangu wanisaidie mtoto wangu apate nafuu nzuri. Yaani naomba msaada wa kunitunzishia mtoto. Ndugu mpenzi mtazamaji wa If God Can Do It TV, naishiwa hata na yapi niweze kuyaongea kwa kuwa mimi mwenyewe najikuta ni mwenye huruma sana na jambo hili limenigusa sana moyoni. Mama huyu sio yeye aliyohitaji haya yafikie, anaomba msaada. Na vile vile ukiwa ni mwenye pesa, usiharibu fedha zako kwenda kurelax, kuzitumia kwa vitu visivyokuwa na thamani. Ni muda sasa wa kuwasaidia wengine ili mradi kesho nao waweze kuja kuwasaidia wasiojiweza. Ni Mungu ndiye aliyotupa sisi ili tuwasaidie wale ambao hawana. Tumeumbwa kwa ajili ya kusaidiana na kuonyesha upendo wa Mungu. Mayatima wasiachwe nyuma, wenye huzuni wapate tumaini. With God we can do